Je, unafahamu kwamba kuna wakuu wa giza watano katika ufalme wa giza? Kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili na jeshi la pepo wabaya. Ufalme wa giza ni ufalme usioonekana, ni ufalme wa watoto wa uzao wa nyoka, watu waerevu wenye uwezo mkubwa. Mwanzo 3:1 inasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Mwanzo 3:15 inasema uzao wa joka utaika vita kubwa na uzao wa mwanamke. Kwa hiyo uzao wa joka ni waerevu, wanafanya shughuli zao gizani, na ufalme wa giza umekaa hivi. Kwanza kuna ufalme wenyewe. Katikati ya ufalme kuna mamlaka ya kifalme. Katikati ya ufalme huo kuna wakuu wa giza, yani viongozi wakubwa katika giza hilo. Katikati ya giza hilo pia kuna jeshi la pepo wabaya. Sasa wakuu wa giza manake ni wasimamizi wa mambo ya gizani, na wakuu wa giza wako wengi sana na vyeo mbalimbali, kama wanavyosema ni mamlaka. Manake mamlaka ni mtu mmoja kwenda mtu wa pili. Panapo mamlaka watu wanaheshimiana, manake ufalme wa giza unaheshimiana mno. Sasa ufalme wa giza huu kuna wakuu watano wa giza wa awali, afu baadaye kuna wengi kila mahali, lakini watano wa kwanza ni hawa hapa. Ukifuatilia vizuri ukapata muda kutafakari, utanielewa ninachokizungumza. Mkuu wa giza wa kwanza anaitwa mkuu wa giza ngazi ya mtu binafsi. Huyu anakamata nafsi na ufahamu wa kibinadamu. Manake kuna namna unakuwa bumbuazi kwenye mambo fulani, unatamani kufanya vitu fulani na feli, unajikuta wenzako wanaweza lakini wewe huwezi. Kazi yake ni kukamata ufahamu, anakuelekeza kwenye mambo usiyopenda. Kuna mambo unatamani usifanye kabisa, lakini unajikuta unafanya. Ni kwa sababu mkuu wa giza ngazi ya mtu binafsi amekukamata. Huyu anadili na wewe tu. Kuna mkuu wa giza ngazi ya ukoo, yani huyu mkuu wa giza ngazi ya ukoo ni mtu kamili, amepewa mamlaka ya kusimamia ukoo wako. Ukoo wako, labda ukoo gani mimi sijui, lakini ule ukoo wako unakuwa chini ya mamlaka ya mkuu wa giza. Wewe unaweza usifahamu, lakini yeye yupo na anatoa sadaka na anafanya na anakuwakilisha vizuri kwa shetani vizuri, maana koo zote ziko chini ya mamlaka ya shetani. Kabla hizo koo hazijakombolewa na Kristo Yesu, zinapokombolewa na Kristo Yesu zinaitwa ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa kazi ya mkuu wa giza ngazi ya ukoo ni kuhamasisha matendo ya mwili. Baada ya mwili ni matendo yake, manake zinaa, ugomvi, hasira, fitina, uivu, uchawi, usuda na vitu kama hivyo. Haya yanaitwa matendo ya mwili, ni ibada ya mwilini. Kwa kazi ya mkuu wa giza ngazi ya mtu binafsi ni kuhamasisha ibada. Ngazi nyingine ya tatu ni mkuu wa giza ngazi ya mji. Huyu mkuu wa giza ngazi ya mji anadili na kazi za watu, kubana uchumi na maisha kuwa magumu, ili kukutengenezea mpango wa kutafuta msaada. Na unapoanza kutafuta msaada nje ya Kristo, unakutana na vitu vinaitwa toa sadaka ya ng'ombe, toa sadaka ya kuku, toa sadaka ya mbuzi. Kwa mkuu wa giza ngazi ya mji kazi yake ni kuhakikisha anahamasisha utoaji wa sadaka, na hapo ndipo watu wanapoanza kumwacha Mungu na kuanza kuabudu kitu kingine. Maana ibada lazima kuwepo na kuhani, kuhani lazima atoe sadaka, sadaka lazima itolewe na kuhani. Kwa hiyo moja kwa moja unajikuta unatoa mbuzi, kuku, kondoo, unakuwa umeshajichagulia kuhani wa giza kukuwakilisha kwa shetani. Kwa ile kuku, yule mbuzi unemtoa. Kuna mkuu wa giza ngazi ya taifa, yaani huyu sasa anasimamia utaratibu mzima na ukamatwaji wa hatima za watu. Unajua nchi yako inaweza kuamua usisome nini ama usome nini. Kuna masomo mengine utasoma hapa nchini lakini bado hutopata kazi hapa nchini. So nchi inakutengenezea ni usomee nini. Kwa utakuta huwezi kuvuka ng'ambo ya nchi yako, otherwise kuna namna nyingine utumie, kwa sababu mafundisho yote unayojifunza ndani ya Tanzania yanahusu serikali ya Tanzania. Kwa huwezi kusomea Tanzania alafu kafanya kazi Kenya. Ukienda Kenya utaanza moja, maana ile ni serikali kamili na hii ni serikali kamili. Kwa hiyo mkuu wa giza ngazi ya taifa huwa anashikilia hatima na utimilifu wa mtu.
Alafu kuna mkuu wa giza mwingine wa mwisho anaitwa mkuu wa giza wa ulimwengu. Huyu ni baba la ulimwengu, mkuu wa giza ngazi ulimwengu, naye ni shetani kamili. Naye kazi yake ni kushikilia mataifa, kama kitabu cha Isaya inasema, nami nitapanda mpaka juu, nitaketi katikati ya mkutano, nitafanana na aliye juu. Manake atakusanya mataifa yote yatamwabudu. Na katika moja ya nchi kubwa hapa duniani, basi kuna nchi ambayo hii nchi ni kiti kamili cha huyu Ibilisi. Yaani hichi ndicho kiti chake anakotoa maamuzi, na ni mkuu wa dunia katika upande wa giza. Kwa tunaposema mamlaka, manake mkuu wa giza ni shetani, ufalme uko ndani ya shetani. Mamlaka ni watu wake, watoto wa nyoka, wanajijua kabisa, ndo watu wenye ufahamu, weredi mkubwa, maarifa mengi, mambo ya kutisha, wanaipeleka dunia spidi, na yote ni katika mashindano, kushindana na uzao wa mwanamke. Oh my goodness. Kwa hawa ni wakuu wa giza watano. Tukipata muda tena nitakuambia wakuu wa giza wengine ambao wamejificha katikati ya wakuu wa giza watano. Hawa watano ni msingi wa kila kitu. Lengo langu la kukuambia haya, nataka nikufahamishe ujue, unapoishi duniani unashindana na aina mbili ya watu. Chagua upande sahihi. Usifanye mambo ya watoto wa nyoka wakati wewe ni mtoto wa mwanamke, na usifanye mambo ya mtoto wa mwanamke wakati ni uzao wa nyoka. Chagua njia iliyo bora kwako uipite. Lakini Yesu Kristo amekuja duniani kwa wote, kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa joka. Anasema alituhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuleta katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Manake kazi ya Kristo ni kuwatoa watoto wa joka katika utumishi wa kipepo, Freemasons na wengine wote, na kuwaleta katika ufalme wa Mungu wetu. Tunapohamishwa kutolewa kwenye ufalme wa giza kuletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ni ili tupate neema isiyopatikana popote. Watoto wa uzao wa mwanamke na watoto wa uzao wa joka wanatofautiana vitu viwili. Watoto wa uzao wa mwanamke wana uwezo mkubwa wa kuridhika, kwa sababu kuridhika kumeumbiwa ndani yao. Lakini watoto wa uzao wa joka hawana uwezo wa kuridhika. That's why wanasumbuka sana, kwa kuwa kuridhika hakumo ndani yao. Kumbuka, mtoto wa mwanamke alipewa nafsi yenye vitu vitano, kwa wale wanafuatilia somo la nafsi. Lakini uzao wa joka ulipewa kitu kimoja tu, kinaitwa uwerevu. Kwa hiyo uwerevu ni ujanja wa vitu vingi, lakini bila kuwa na uwezo wa kuvitumia. Unaweza kujiuliza, mtu anaweza kujenga nyumba 10, 20, lakini anaishi kwenye nyumba moja. Ana magari 50, lakini anatumia moja. Ana kitanda 6x6, lakini analala sehemu kadogo tu. Yote ni uwerevu mkubwa ambao upo, lakini pamoja na uwerevu huo, lakini wanapita kwenye tabu kubwa. Yesu akasema, njoo kwangu kunayo maji ya uzima, yoyote atakayekunywa maji haya hatosikia kiu tena. Watoto wa joka wana kiu mchana kutwa, usiku kucha, wanatafuta vitu na wajai kuridhika. Ukiona hauna kuridhika ndani yako, basi jua wewe tayari ni mtoto wa joka. Unapaswa kumtafuta Yesu Kristo ili akuhamishe kutoka katika ufalme wa giza uletwe katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana akubariki. Hao ni wakuu wa giza watano. Kesho nitakuletea wakuu wa giza wengine.